Ukiangalia kiufundi na kiupambanaji msimu huu, Young Africans Yanga bado inasalia kuwa timu tishio zaidi kwa mwenzake, ingawa Simba ya sasa chini ya Steve Barker imepunguza kwa kiasi kikubwa lile pengo kubwa lililokuwepo msimu uliopita. Hapa kuna uchambuzi wa kitaalamu na wakina wa vikosi vyote viwili hadi sasa. 1. Yanga, silaha ya mwendelezo na mfumo, consistency na chemistry. Tishio kubwa la Yanga hii linatokana na ukomavu na mwendelezo wa kikosi chao kwa misimu kadhaa. Muundo imara, wachezaji wao wakuu wanajuana kwa macho. Kiungo na safu yao ya ushambuliaji bado ina kasi, nidhamu kubwa ya mbinu na uwezo wa kupata matokeo hata kwenye siku ambayo hawachezi vizuri. Uongozi wa ligi, hadi sasa wako kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC wakiwa mbele kwa alama 2 dhidi ya Simba, huku zikiwa zimebaki mechi 3 tu msimu kuisha, jambo linalothibitisha uthabiti wao. 2. Simba ya Steve Barker, kikosi kilichofufuka, the resurgent force. Tangu kocha Steve Barker achukue mikoba Disemba 2025, amebadilisha kabisa sura ya Simba na kuifanya iwe timu yenye ushindani mkubwa sana. Nidhamu ya kulinda na kushambulia. Barker ameleta falsafa ya soka la nguvu, pasi za haraka na ulinzi madhubuti. Kupata tuzo ya kocha bora wa mwezi mara 3 Februari, Machi na Mei 2026 na kutoa kombe la Muungano mwezi Aprili dhidi ya Yanga kunaonyesha kuwa amepata dawa ya kuikabili Yanga. Ushindi wa hivi karibuni, ushindi wa mabao 1-0 dhidi ya Mbeya City hivi karibuni kupitia goli la Eli Mpanzo akisaidiwa na Klatos Chama, unaonyesha jinsi Simba inavyopambana hadi mwisho wa msimu. Jedwali la ulinganifu, Simba ya Barker vs Yanga hii. Kipengele cha kiufundi, Simba chini ya Steve Barker. Yanga hii ya sasa. Timu tishio zaidi, nafasi kwenye ligi, nafasi ya 2.64, mechi 27. Nafasi ya 1.66, mechi 27. Yanga ina faida ya alama. Matokeo ya 1-1. Walitoka sare ya 2-2 kwenye ligi kuu Mei. Simba ilishinda Muungano Cup Aprili. Sare ya 2-2 mwezi Mei. Sare Simba kwenye fainali ya hivi karibuni. Muundo na kemia ya timu ndio inazidi kuimarika chini ya mfumo mpya wa Barker. Iko imara sana na inadumu kwa muda mrefu. Yanga, uzoefu wa kushinda vikombe, inajengwa upya, imeanza na Muungano Cup. Wachezaji wana uzoefu mkubwa wa kubeba presha ya ubingwa. Yanga, hukumu ya kitaalamu. Yanga bado ni tishio zaidi kwa hatua chache. Sababu kuu ni utulivu, stability, na uwezo wao wa kulinda usukani wa ligi chini ya presha kubwa. Hata hivyo, Simba ya Steve Barker sio ile Simba ya msimu uliopita inayofungika kirahisi. Imekuwa timu yenye mentality ya kijeshi na inapambana vikali. Sare ya 2-2 kwenye Kariakoo Derby mwezi Mei na ubingwa Muungano waliotoa Simba unathibitisha kuwa tofauti kati ya miamba hii miwili kwa sasa ni ndogo mno kuliko miaka ya nyuma. Ukiwatupa uwanjani sasa hivi, Juni 2026, mechi hii itakuwa ni vita ya kukata na shoka, lakini Yanga ina 55% ya kuondoka na alama 3, huku Simba wakiwa na 45%. Kulingana na performance na hali ya timu zote mbili zilivyo kwa sasa, huu hapa ni uchambuzi wa kitaalamu wa nani ana nafasi kubwa zaidi na kwa nini. Kwa nini Yanga ina uzito mkubwa kidogo wa kushinda 55%? 1. Pressure ya kulinda ubingwa, championship mentality. Zikiwa zimebaki mechi 3 tu msimu kuisha, baada ya mechi za raundi ya 27, Yanga wako kileleni mwa msimamo wakiwa mbele kwa alama 2. Kisaikolojia, timu inayoongoza ligi katika hatua hii inakuwa na utulivu mkubwa wa kiakili, mental stability, na inajua jinsi ya kulinda ushindi kuliko timu inayofukuza. 2. Muundo usiotetereka, tactical maturity. Kwenye mechi za dharura au za papo kwa papo kama hii, timu yenye wachezaji waliokaa muda mrefu pamoja huwa inafanya vizuri zaidi kwa sababu hawahitaji maelekezo mengi ya kocha, wanaelewana kwa macho. Safu yao ya kiungo na ulinzi imekomaa sana msimu huu. Kwa nini Simba ya Steve Barker inaweza kupindua meza? 45%. 1. Morali ya underdog na kasi. Simba ya Steve Barker hivi sasa inacheza soka la kushambulia kwa kasi sana, high intensity football. Ushindi wao wa hivi karibuni wa 1-0 dhidi ya Mbeya City uliendelea kuthibitisha kuwa wako fiti kimwili na wanapambana hadi sekunde ya mwisho. 2. Dawa ya Derby. Barker ameshaonyesha kuwa anaijua Yanga. Tangu ameingia, amekutana nao kwenye fainali ya kombe la Muungano mwezi Aprili
na akabeba kikombe, kisha wakatoka sare ya 2-2 kwenye ligi kuu mwezi Mei. Simba hivi sasa haina ule uoga wa dabi uliokuwepo misimu miwili nyuma. Hukumu ya dakika 90. Endapo mechi ingepigwa sasa hivi, Yanga wangeshinda kama mchezo utatawaliwa na utulivu, mbinu za taratibu, possession football na makosa madogo madogo ya kiulinzi. Simba wangeshinda kama mchezo utakuwa wa kasi kubwa, nguvu, physicality na mashambulizi ya kushtukiza yanayotumia kasi ya mawinga wao kama Eli Mpanzu. Utabiri wa ukweli. Kutokana na kasi ya sasa ya timu zote mbili na matokeo yao ya hivi karibuni, ikiwemo ile sare ya 2-2 mwezi Mei, matokeo yanayoweza kutokea zaidi ni Yanga kushinda goli 1-0 kwa uzoefu wa kulinda matokeo, au timu hizi zikatoshana nguvu tena kwa sare. Yanga ina nafasi kubwa kidogo ya pointi 3 kwa sababu ya utulivu wao wa kileleni mwa msimamo kwa sasa.